Niko hapa DJ Executive Hotel, ndo wanaonipa nguvu ya mimi kuweza kufunguka na kuongea haya mambo ya uwezo wako ya kukupa akili. Ni mwendelezo, na leo ni siku ya pili ya zile siku 30 zetu. Unashindwa kufanya ule uwezo wako ambao Mungu kakuumbia nao kwa sababu tu unasubiria vitu vingi viongezeke kwenye maisha yako. Sasa mimi ambacho naweza nikakushauri siku ya leo, usisubiri vitu vingi viongezeke kwenye maisha yako ndio ufanye hicho kitu unachotaka kukifanya. Sisi tunaamini katika falsafa ya mafanikio ya kwamba think big but start small. Fikiria kikubwa lakini anza na udogo. Katikati ya kwanza na kidogo ndipo hicho kikubwa kinapokuja chenyewe taratibu. Kwa hiyo mtaji unao, fikra unazo, maombi unayo, yani kila namna nikikuangalia uwezo unao, ila tu kinachokusumbua unasubiri vitu virundikane. Alikuwepo mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Gideon. Gideon alikuwa na hiyo mentality ya kutaka vitu viongezeke ili afanye jambo. Yaani Mungu wakati anataka Gideon aenda akapigane na maadui zake, alianza kuandaa jeshi kwa wingi. Yaani aliamini watu wakiwa wengi ndio wanaweza wakalikabili lile jeshi la maadui zake. Lakini Mungu aliwapunguza, yani aliwapunguza na kuwapunguza tena. Kwa nini? Mungu haamini katika wingi, bali anaamini katika maamuzi yenye uwezo. Hebu angalia hii video clip hii kidogo, alafu nitakueleza jambo. Kwa ndio hivyo. Hela zitafutwa, hela zinategwa. Yaani eti blaza. Naam. Ngoja kwanza kuna vitu tunataka tukuulize mama. Basa ngoja nitakupigia baadaye. Subiri kwanza niongee kidogo. Sawa. Naam. Unajua bwana blaza? Sisi hapa tulikuwa tuna mawazo. Blaza wangu hapa alikuwa ameanzisha wazo hapa. Naam. Hebu mwambie wazo lako kwanza. Hivi mtu ili apate mtaji yani hapa mtaani, maana si hapa wageni, tunaweza tukafanyaje? Okay. Kuhusiana na swala mtaji. Kwanza mimi niwapongeze. Bado vijana mnajitafakari kuhusiana na hatima za maisha yenu. Kwa asilimia kubwa vijana wakikaa kama hivi vijiweni wanaongelea habari ya mapenzi tu. Lakini nyie kama mnaweza kuongelea hadi mambo ya hatima ya maisha yenu ni jambo zuri sana. Kwanza kwa hilo niwapongeze. Lakini kuhusiana na mitaji, iko hivi. Kila mtu aliyezaliwa chini ya hili jua ana mtaji ambao kapewa na Mungu automatic. Na huo mtaji mimi huwa nauita uwezo. Yaani ule uwezo uliopewa na Mungu. Kila mtu hapa ana uwezo wake. Yaani ukijiangalia kabisa unawezekanika uwezo wako wewe hapo ni kunyoa. Huyu akijiangalia uwezo wake inawezekana kucheza mpira, lakini huyu akijiangalia uwezo wake inawezekana kabisa akana uwezo wa kumuimbia Mungu. Kabisa. Sasa mtaji namba moja ni ule uwezo wako uliopewa na Mungu. Musa alikuwa anataka afanye jambo. Musa kwenye Biblia alikuwa anataka afanye jambo, lakini akijiangalia alikuwa anaona kama ana udhaifu fulani hivi. Mungu akamwambia, "Una nini mkononi?" Akamwambia, "Ninayo fimbo." Akamwambia, "Hiyo fimbo ndio italeta vyote, ndio itafanya maajabu yote." Kwa hata na nyie mna fimbo. Na hiyo fimbo ni uwezo wako ulionao. Siji itakuwa tumeelewana? Hapo tumekuelewa. Hiyo safi. Mimi kwanza nimewapenda hapo tumekuelewa brother. Hakika. Basi sawa, mimi ngoja niendelee. Asante bwana kwa kutufungua akili. Umeona hao vijana? Walikaa wakawaza, tusubiri mchongo utiki ili tuweze kufanya mambo yetu. Lakini huo mchongo hauwezi kutiki kama hujaanza. Tukutane tena kesho. Usisahau kusubscribe YouTube channel yangu ya Victor Mshindi.